sijui kona get in as much as to advance but our means na ways pia zina advance na sisi. Sasa hii advancement inatuerode ama sabu ni venye wewe unakataa ku advance vitu zina advance but kuna venye unataka kulilia ile hiyo mkate ya 60 na tuko kwa vitu zime advance to so kuja hapa kwa so toka kwa si tuko kwa so sote but sasa now the thing is would you rather iwe ngumu kwa kupata so but sasa hiyo so iko valuable actually ukipata hiyo so bro unaona sasa hii mazee ukipata hiyo so mseo kuna watu mkate hauna change hauna anything na hiyo mfuko ya 10 tomato sasa unataka kwenda kufanya kazi upate hiyo so iko value ama ucheze mchezo wa town upate hiyo so na usikwe na change na upate hiyo so tena. What's up, Wave Riders? Welcome to the Third Click Podcast. How you guys doing? let me tell you one thing When husbands wanakuwa parents. Men mna cheat kutushinda. why do you fear men We are the K-Click Gang. Shaanza kusmile. Oh, bring it on, darling. Hello Wave Riders, welcome to episode 57 of the Tide Click Podcast. Our watchman is back. Hello Wave Riders, seems like Max amepoteza akili. I was back on the last episode but good to see you. I'm Orlando, karibu. Darkman FTG. Hapa kando yangu niko na Omwami. yeah hello guys official Mluya mkipenda sana Arnold OB and it's a pleasure to be with you guys here. Nice. Nimeona Waluya mwanza kuwa na ujinga sana. Kuna mwingine alisema ati ndo ni mama Yesu. Wajua bila Luya sasa tumepanda bei. So Waluya nini wasumbua? But actually Waluyas are great people. Waluyas ni mtu akishiba ana maneno mingi. No, inakuanga tu great when you are healthy mse. Unaweza imagine uko mgonjwa unatamani kukula lakini chakula haiwezi pita hapa. Uko na hobby ya kuwa mgonjwa. Hii ni personal experience hii. Chikungunya hajaisha. Mimi observer. Mimi nimeteseka hapa natamani kukula na watu wakula hivi. Unatamani kukula ni specific. Sisembe. Mishevivi. So saizi huwezi kula. Unaweza jaribu Chakula kujaribia Mluya msee. Nikubaie ugali na managu hapo nje after hapa. Like nikikuwa msik uji like tuseme 3 cups hivi. Alafu at least unajua pia mchele unaweza at least couplet kamoja hivi. Yeah. Mchele. So Like mchele na uji. Yeah, mchele na uji at least. At least hiyo ni food ya wagonjwa. Wagonjwa Waluya. Kwani mkikuwa wagonjwa nyinyi mnakula aje? Unakula zaidi ya 3 cups za uji bro. Na wewe ni mgonjwa. Tatu ni nyingi bro. Hata kama ni Mluya. Kikombe 3 za uji. Tunaongelea uji. 3. Tunaongelea nini hewa nini? Sini uji. Sini uji tunaongelelea. You people are dramatic. Ile mag ile. Eshisanda. Waluya wanajua eshisanda ni 3. Bro si mgonjwa. Anaekelelea ugonjwa si ndio? Basi at least mchele iko reasonable. At least. Mchele 1 plate hiyo Alafu usimalize. I recommend. Usimalize mchele pia wewe. Ndio ugonjwa ndugu yangu. Anyway, madawa zimenipeleka fiti. Lakini bado niko ngoja like wewe ni mgonjwa saa hii. Yeah, like I'm sick. Like say at least I can walk. So you are bedridden. Yeah. Si airborne. You are driving on the bed. Si airborne. Yeah, at least there is kuna time walini ride but si ku ride kwa bed. Yo, apart from hizo sexual nini zako si kitu Si airborne. sexual. Nilijua utafikiria hivyo. Pana si airborne. Like on a serious note si airborne. Nini hiyo? Hiyo gonjwa yako. Ninashika Mluya ingekuwa kushika kitambo tulia. Bro, msipelekeo si. Mzee akotuna hobby ya kuwa mgonjwa, akona weak immune. Ndio introduce kwa machakula za wazungu. Hakuna. Nini hiyo sosi? Inaitwa aje? Inaitwa ile kitu fulani wanachonganga hivi nyama, wanaweka kwa kitu kama chapo. Hiyo kitu inaitwa aje? Waarabu ndio wanapenda. Mimi sikupeleka hapo, sio usiniulize. Wallahi Max ni wewe. Si mimi. Mimi nishakupeleka kutoka. Shawarma ni wewe Max. Not me. Max shawarma. Hata yeye anajua. Wallahi? Si mimi. Una confuse na malaya wako. Not me. Are you trying to say malaya wangu ni wanaume na ndevu?
Okay, hakuna mtu amesema. Toka kwa mdomo yako sasa. Nimemuuliza swali. Kama kuna kitu nataka kutuambia pesa kata. Anyway, before mwingine vitu mnapenda, tuko na Umluya hapa. I think Umluya nimemjua si wote tukiwa Tao hustling. Bana. Nikiwa kwa Muhindi, hata yeye alikuwa ako base fulani hapo hivyo. Ilikuwa ni Emirates graphics, Munga Designs. Munga kwa Munga. Designs. So si wote tulikuwa kwa the same field. Kwa Muhindi yako huko. So nikikuja kuprint vitu kukutana naye hapo hivyo. So apparently yeye alikuwa hata yeye hiyo time. Umaza content lini? Ni kitu imekuwa lakini on and off. Ukiwa na ile crew yako. Utuambie kuliendaje? So yote mashughuli, watu kushikana pia shule. Alafu sasa pia we are growing up, my responsibility sasa inakuwa. Sasa unajua content inataka consistency. Explain responsibilities. Mimi nimesikia tu. Watu ni wazazi. Mimi nimesikia tu madem. Wazazi. That's nice. Pia wewe? Okay. Azi. Sasa watu ya napata sasa ile time uko free mwenzako labda yuko free ameshikana. Hivyo sasa. But sasa hiyo time nikujua kijana ulikuwa kwa 1GB. Siku hizi msee. Mimi niliamua kuachana na mambo ya wasichana nikaamua kujishughulikia. So wafuata wanaume hao. Ndio kana kufumbua. Like Tumachana. sisi bwana mna confuse vitu like peace of mind. Oh, Unaona huyu hapa na peace of mind, kazi ni kuwa mgonjwa. Ule pia na peace of mind. Mimi niko sawa bro. Nipigie. Max, joke moja mwaka mzima bwana haiwezi. The kind of content that you are doing, hebu describe what were you doing in regards to content? Mostly najaribu tuseme kama street interviews. Alafu sasa tunaitu indo content. Indo ni mingi bro. Unajua gani? Indo ni mingi. Nataka tu ufafanue before kile yangu iende Altaskelta everywhere. Like tu content ambayo unafanya tu kwa nyumba at the comfort of your couch, house, hivyo tu. Around tu zintia nyumba yako tu. Okay, the thing is, I'd really want to know that. Let's say nimekutana na wewe and I really want to buy your product. Niseme maybe I want that Indo. Wewe utaniambia hiyo Indo ni activity na kaje? Njana msikiza vizuri sana. Unajua ilikuwa nisiseme lakini jamaa na feeling ana disgrace wote wako na ndevu. Sasa imetoka wapi? Mbona jishuku? Wacha uliza. Yeah, so like ukikuwa Indo like ni activity gani hiyo ndo unaweza tuambia like ukikuwa mapana na marefu Kinaga ubaga. Ojosa kuna watu ambao wamemeja na tuseme kama challenge something tu ambao uko na ring light, simu, a small idea kitu ya 30 seconds, haitaji na lot, haina input more. So you are a dancer? No. Kitambo, in my previous life. Kizungu ni shida. Yeah, like so. But sasa basically ni hivyo tu. Kitu tu ya 30 seconds, 1 minute. But ilikuwa inaleta kitu like at the end of the day. Yeah, inajaribu. Unajua sasa hujafika penye unataka but sasa inajaribu. Inaleta kidogo. Unaweza pata mazua 1 2 siku zingine upati unakauka but it's in life. That's nice. Umecreate like a fan base around Mombasa ama unaona ni kama fans wako wanatoka all over vitu hizo. Yeah, Mombasa mostly sababu window place nimegrow kusoma. Umegrow uko born and raised? Si born and raised kukuja lakini sasa nikuja nikiwa kid kiasi. Yeah. And that's nice. Juzi hii wiki. Ini wiki atuko date on the shooting day. Interest. This week kumekuwa na issue ya BCLB kuban the use of influencers in betting advertisement. And the online kumekuwa an uproar. Influencers walitoka waka complain about it, but now people pia wanasema okay, the people also have their own opinion about it. Your opinion on betting and gambling in regards to the Mimi I am against betting until I win that money. I am against betting until I win that money. Sport how can you control betting and gambling? Is it controllable? Yeah. Mwami. Bet responsibly. Betting and gambling. Anything controllable. Like sasa penye mimi na find hypocrisy ni
wanasema content creators wasipromote easy gambling and betting but sasa wameacha mainstream media tuseme kama TV si bado shabiki unaona kwa TV kwa radio unasikia hiyo ya sijui ni mnyama gani tuma 10 bob no, bado ni gambling hiyo unaona na ni responsible still hata ukiban youths ambao wanajaribu kupata maziwa na hiyo kitu kidogo hiyo ndio maana sana inaleta hiyo apro hata tumeshangaa sijaona content creators Mombasa wamesema wakisema anything mostly tu Nairobi wasanii wengi wako Nairobi then I think hiyo kitu ya gambling haikuwa about nini time yenye wana air hizo like they banned the use of influencers in hizo betting advertisement in promoting your gambling. Alafu sasa unajua another thing ni hii content mazai it barely pays unaona hata penye msana anapata maziwa kidogo ni hiyo endorsements kwa kana brands unaona sababu content yenyewe tu hii content una post video 30 seconds nini ilipi anything unless you are a big wig lakini kama huko chini huko but now the question is they were arguing like izo gambling of your farms ni a source of employment to them you know they make a living through employment through our money izo creating blah blah hizo ndo zetu though then somebody was arguing anasema also the same way mtaka kuargue about your nini the same gambling in a derail the youths so nyinyi mnaipush on the aspect ya it gives you your money and hata utapata yeye mwenyewe hata abet unacheki unaambiwanga mtu mwenye ana promote chrome akunywi chrome utapromote hizo makali akunywi hizo makali but to go to honest at some point the whole idea inaka kitu yenye iko na a lot of hypocrisy kwa sababu venye ame-explain amesema utapata inachezwa kwa TV si ndio same advertisement tuko too honest hizi advertisement ziu kwa TV ndo whatever you want to say iko na positive yake na iko na drawback yake drawback yake ni gani I'll be against hizo companies zenye zinakujanga za betting zikitumia influencers because kuna wengi wanachapa watu kiboko kuna a lot of people wenye wanasema wamewin nini zao and then wanakuja naibiwa and the influencers are never like hawajaichukuliwa action yoyote wakiwa DM some of them will blue tick you ama tatakuja kutukana you get on the other hand mi na feel ni kama brand zingine zimeanza kufeel wana get competition from also upcoming brands because an upcoming brand will not afford a big artist like Nyashinski na a very good budget ya advertisement ya kwenda kuiweka imanage kuko kwa TV so like government pia unajua na feel ni kama there is a group yenye iko tied mahali yenye inaenda kuku against this thing wase wasiipate tufinye tuwe hizi brand so that sisi tunaweza pata more so do you think the intention was to level the playing field mi na feel tu ni ile nini nasemangaje only the strong to survive but definitely if you had to say is to level the playing field kuna some betting companies zimeka up for long so meaning they've been able to accrue a number of resources zinaweka in a position to have the top names in influencing and to promote their brands kuna zile zinakam yenye bado aziezi afford au a top of the cream influencers so sidhani kama hiyo the ban it was more of leveling the playing field if it was to level the playing field then basi ungepata kuna wenye bado wana-advertise but nobody's advertising imekata cross so imekata cross all through everybody in the game Odibet I advertise Odibet there's no any advert with influencers but mainstream media iko alafu the thing is our BCLB sasa instead of tuseme kuscrap our influencers wasimarket hizo gambling and betting mbona wenyewe wasianze tuseme kama through licensing wanze tu kuninia wale hizo kampuni za betting sasa I think what they should do is to have some regulations in regards to the this betting companies tuseme kama Odibet ina short change watu inapiga watu kiboko si ndio shida mazee si huyo influencer ambaye shida ni hiyo kampuni sasa unafaa ufuate hiyo kampuni regulation ndio ziko in place sababu mseni ile tukwambia watu there's this and this use this code blah blah unaona na mtu akaenda kutumia sasa ni yeye mwenyewe kumake your decision kama anaoshwa now the problem lies with the company sasa okay
those companies may create employment to a number of people, and whatever they did ilikata cross to a rendering a user unemployed when it comes to what they were doing. So maybe when it comes to regulations, inafaa wakae chini, then they formulate the laws and blah 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 to guide them when it comes to user influencing, betting and everything. Juu ideally your betting, say hata ukienda watch napata tu mzae na kitabu yake fulani na kalamu yake fulani, akona ndege kuna marubani usiku wako busy mbaya sana. Marubani wako busy usiku mbaya sana. Kuna time nikienda Kilua, nimebana mse fulani wa bike ananiambia, brother, jana nimekula baba. Nimekula aje. Nilingia vieta hivi kufanya hivi nini. 15,000 ikaingia. Tena kufika asubuhi nilikuwa na mikosi, hiyo pesa ikaenda yote. But Max, as much as kuna wale ambao wanaoshwa, but kuna watu mazee they are wana win hizi vitu. People are winning too, but no maana watalioshwa aje kama si kuoshwa, like unapata okay, on this case alipata ganji, asubuhi akaamka alikuwa na mikosi, tena hii pesa yote kaenda kwa mikosi. Sasa nataka kusema pesa ya gambling ni mbaya. Hiyo ndio ngole nataka kueleza. Ati pesa kuna laana ya management yake tu hiyo. But people wana bet. Watu wana bet, watu wana win, watu wana lose. Na sasa unaoshwa ndio mtaka win. Wana bet. Nani anaoshwa? Hakuna mtu anaoshwa. Sasa uoshi sasa ukilose mzako ana win. Ukilose ndio mzako ana win. There were some cases. Hapana. There were some cases umekelea bet. Then later msa unafaa kushinda, unapata tu kuna mchezo imefanyika tu hapo kwa site. Yeah. Alafu umekuwa short changed. Kuna msee alipeleka actually kesi. Ukifanya ka follow up unapelekwa tu hivi. Okay, now that hiyo sasa hiyo inatutake sasa kwenda legal. Kuna msee fulani hiyo sasa si mambo alipeleka kesi mbele cause alikuwa ni msee mwenye pia anauza hizo betting. Najua mshaiona anasema anauza odds nini, si ndio? So alikuwa amepanga zake fiti, ame screen record venye amebet, alikuwa anatumia best yake. So hata si yeye mwenye alirealize ni best yake, alimwambia kwani haikuingiana. Ndio akasema hebu kuja confirm, akapata wamemchangia kwa hiyo site. Unapata? Hii alikuwa ameweka goal ametoa, amemwekea the other team to win. Tani hivyo alikuwa so wana hack na wao wanatafuta kwa ile moja ya ujinga. So ndio akapeleka na mbele. Hata the ball stops with who sasa. Sasa if you will manage to have a heavy pocket ya kusue a big company, then definitely win. But kama lakini sasa kama bet slip yako ilikuwa hata ya 20k. The only thing you can now do ni kutumia influencers upige manduru TikTok. Mimi naona ma influencer kenyili happen labda alikuwa na overdo. Juu wewe hakukuwa na amani. Alafu pia na ghost winners. Kila mtu ana win mazena. Uone ukiwin so. Lazima juu kila mtu ana win na mimi sijai kuwa na mtu mwenye najua mwenye amewin ama mtu mwenye najua anajua mtu mwenye amewin. Wasema you have losers around you. Alafu sasa wakubet though. Hii bana haiko politically motivated. Sababu ukiona kama kuna content creators ambao wamekuwa kwa age ya government, kina Njugush nani wanaunda hata skits ku ridicule president. Aone kama hii labda ni retaliation of some sort ama something. Okay, sababu president ona fegi iko regulated. Pombe iko regulated. Unaona? Why not regulate betting basi? Kama hii si some sort of retaliation or something. Pombe iko regulated. Drink responsibly. Don't drink and drive. Drink responsibly. Alafu pia kuna hours za ku-advertise, kuna hours za kufungua. So wanaweza weka kuna hours za kubet. Hata fegi maandiko hapo ukivuta hiyo utadili. Turauke saa 9 asubuhi. Tuingie kazi ndugu yangu. Tuchape hadi saa 3 tuingie saa mjengo ya kawaida. Bas. Sasa tuna watu warudi kwa drawing board, wachore ma regulations, watu wapige mboka. Sababu kusema mazao una scrap kabisa. Sasa vijana ambao walikuwa wanaingiza maziwa through hiyo wanaenda wapi sasa? Unaona? Sasa familia kule nini? Sasa hizi tu ukiwa na ring light yako when content creator uko on. Me one thing I'll say is that the knowledge yenye wacha tuwaite Gen Z ama tujiite. Okay. Mimi si Gen Z. The knowledge sawa. When you the baby boomer. You the Mimi si Gen Z but sawa. Hii knowledge yenye inaposesiwa na hii generation imekuwa too much yenye exactly. imeshinda gava kunini
kuistahimili. Kumaintain. I mean, ukiangalia tu hizi countries zenye let us not diminish them, but ukiangalia hizi nchi za jirani zenye naonanga ni kama wamefinywa, the education system is not okay. Mtu wangu, wewe unakaa hivi chini and then you talk to people huku nje wenye unaassumingi wako kufika chuo, zile papers zenye mtu anakuambia konazo unabakingi umenyamaza. And I feel it's also the same reason as to why they had to fight the education system yenye tulikuwa nayo. Wamekuja kutuwekea vitu za CBC. Ati wanatoa mao, wewe imagine wanatoa maths. Maths saisi compulsory. I mean, mimi ningekuwa si kufanya. Hata mimi nimeungana nayo mpaka form 4 mse. Mimi wangenisaidia. Hiyo yote alafu Wewe unaona unasema wamesaidia. Mimi wangenisaidia. But wanafanya wase watakuwa mafala. Already ni mafala. Because this is the books mnasema yote yenye inafanya like tunaenda patu pana wao. Cause wanajua hii generation si ya mafala, wanajua kenye wanadu. But sasa ukishasema timaoni optional mauto mao, I think umelock out manini mingi, hizo courses mingi kibao sana. Kama gani? Wewe nyamaza, wewe PCRE. Okay, mimi na saa zingine sawa mna haya mao. Sasa kama hujafanya mao huwezi fanya simple mathematics. Like nikikufunza tu kufanya biashara lazima uko umefanya maths. Kuna some courses tu ziko na maths to like complex mathematics. So now that's why for you mwenye unataka kuendea hiyo course maths ni option. But mawe inafungwa msee akili msee. Unapata ile nani amekwambia mawe inakufunza unafikiria mzee solve mazee question hapo find the value of y ukipigwa na life hiyo y iko wapi y kwa maisha This guy can't be serious on this. Uko wapi hiyo y kwa maisha Mimi ninaweza sema imeweka chumvi gani kwa meza yako wangealau kwa foundation basi isukumwe mpaka huko foundation ni 0 to 9 foundation ni 0 to 9 foundation ni A to Z. That's enough. Hizo zingine ndio ucheze huko, mtoto acheze akili yake acheze na matope, akuje nyumbani you do some nini, then you do some science fair projects, vitu kama hizo. Hii mambo ya sijui nini sijui why. Ndio wale watu wenye wanazeekaga alafu unasikia ati huwezi enda kwa babu atakuharibu. Ni hawa sasa. Sana. Huwezi enda kwa babu. Usicheze na mtoto wa jirani. My brother you are right. You are right. Unasema you are mother? You are right my brother. Mimi sina siko ubaya, mimi naona hivyo. Kama mtu anataka kufanya huko senye unasema ni mzito, usiweke mtu mwenye hataki kufanya naye bro. Brain ina develop differently. Mimi nilikula ngumu but then mimi nasemanga kweli, mimi nilikula ngumu sana lower primary, but kufika hapa akili yangu ilikujeka kwa sharp. Nilianza kugrasp hizo vitu nini ni ufala tu yangu ya kuanza kukua rui ndo iliniaribianga. Azim mtu mjinga ni mjinga. Mimi si wewe Max. Mjinga tu. Mimi si wewe Max. Tumjinga ni mjinga. Ashako msima tu. Unajua hiyo primary nikianguka bado hesabu nilikuwa nachezea 8. Kwa watu wengine watu walikuwa wanachezea ma 90. So like najua wewe hiyo hujaiona. Ulisoma primary? Soma primary. Mimi nilisoma Matopeni. But I was smart. You ni 80 unanisawa. Uko sawa. You're above average. Above average. Ushaona papers za Max kabla yeye amekubali alikuwa ezani mao. Mimi nilikubali. Na ananiambia na kuna gati za kuniambia hapa average. Ana papers kwa batakona ndevu mzuri. Can you say the same for you now? But nimeona joke fulani ya ndevu kwanza. Speaking of that, Dema amepigia boys wake simu na muuliza mbona hujakuja date. Ati ndevu zilikata kukauka. But actually I had an experience na Wakenya na watu wazuri. Kwa day nikienda Sarova, I think ni last year. Nitoka hapa Kenol, ninyangu kazima kwa mat. Simu gani? Ile Samsung yangu. Good. Inatoshana na kiberiti. Niambie kitu sasa. Msameka kanda wangu akona simu yangu ni kama imezima iwaki. Sasa akanilipia Ferrari. Kampea namba, kaambia utanitext nikutumie. I like where this is going. Akunitext. Okay. Wanaume akakulipia fare. Boys tu lamba cheki utanishtua ni kurudishia. Akakulipia fare akakupea namba. Hakuna. Hata kama ni boys ni zikanasema ni other people out here with good hearts. Na cheki. Sijuzi mtu alirushwa kwa mat juu ya 20 bob. Nairobi. Uko Nairobi. Unaona? So Wakenya ni watu wazuri at times. Sana. Those are good people. Vile sasa ni the economy no imetusuppress in a way hata sasa uwezi kuwa mzuri pia.
azi but still I feel kindness tu bado iko. Mwanzo nimesikia mtu mwingine zaidi akisema ati Kenyans we are bitter. Are we really bitter? But we are bitter. See, we are open-minded. We But hate we are bitter. also bitter. No, you are bitter. Me, Yeah, I'm open-minded. okay, hivyo ndo utakubali. Ama bitterness ndio way ya kuexpress. But in real sense people are bitter out here. I mean, Yeah, people are you can't bitter. tell me mse nimevumilia system hiyo time yote and then when it comes to my time ndo mnaanza kutuambia jobs haziko. Tokeni nje. Alafu sasa Hadi national anthem inatuambia nini? Kwa mipaka yetu yenyewe tupate kazi sijui nini. And our own president Hiyo ni part gani? ndio nilikuwa nasikia. wow. Ndugu yangu bado hujasikia kwa mipaka tupate kazi. Hebu imayo pate kazi. No, I was reading. Hakuna simbi but angalia national anthem. It is not on the first stanza definitely. Iko wapi? Iko wapi hiyo Story na mipaka? kutaka- Sasa mnajua like let us get plenty within our borders. Kwa plenty kwani unataka kuniambia kwa plenty kuna nini? Hapo lazima tutapata kazi. Ilikuwa ni Resources, chakula. labda. But endelea. Plenty, Plenty is Plenty part of peace. Oh, you guys are not serious. labda ni plenty women. Sawa But mwalimu. sasa asikia mimi na agree kwa enyewe we are bitter unaona sababu Yeah, we are bitter. You imefika are bitter. our time okay sawa in my POV but sasa imefika our time mazee to be grown ups. Yes. Alafu sasa suddenly mazee kila kitu imeshoot. Bwana. Kila kitu mazee. Bread ambayo ulikuwa unanuanga msee na niwanga mazee ukiachwa so na mzae Mimi niliacha kula mko mkate. sorted. Mi mtu mwenye anakwanga nayo mentality nasemanga it's okay but tena anaweza kuambia how about this sawa bread ni so lakini auoni njia ya kupata hiyo so siku hizi kuna venye imechange than kitambo. Imechange but hiyo so I mean anything. Watu wa Ukiwa kitambo na so, sahii bro, ndio wanafaa kuwa wanasema wana get it hard kupata hiyo so. Sisi tumezaliwa when times are changing and we are changing na akili zetu ni noma sana. So kupata hiyo so imagine hii in the next like a few months inaweza kuwa ni job hiyo so uko nayo ready. Can I tell you something? Mamako or babako or someone nini uko kitambo aongeza think of a setup like this ati ni kitu inaweza make hata a living or something unaget au alikuwa najua tunaenda kwa shamba tunalima point, ni by the way. kusweat so hiyo Yeah, so he's right. kuipata huko sijui kona get in as much as tume advance but our means na ways pia zina advance na sisi sasa hii advancement inatuerode ama sabu ni venye wewe unakataa ku advance vitu zina advance but kuna venye unataka kulilia ile hiyo mkate ya 60 na tuko kwa vitu zime advance to so si hivyo. kuja hapa kwa so toka kwa si tuko kwa so sote but sasa now the thing is would you rather iwe ngumu kwa kupata so but sasa hiyo so iko valuable actually ukipata hiyo so bro unaona sasa hii mazee ukipata hiyo so msee ukinunua tu mkate hauna change hauna anything na hiyo mfuko ya 10 tomato sasa unataka kwenda kufanya kazi upate hiyo so ikuwe value ama ucheze mchezo wa town upate hiyo so na usikuwe na change na upate hiyo so tena tomato niulize Yenyewe tu hiyo ndio ulime ungoje zimee uendu uexchange na mtu maragwe mahindi sindio uexchange nini maragwe mahindi na mtu hiyo imeteka how long aya tuingie pale forex ama tuingie pale mtandao mali watu na nini mbio Ring light yako hapo hivyo. ring light yako sio unasema ring light na nini challenge MB za 1 hour, MB za 1 hour, pia 20 unapata bob. gift unafanya nini 15 Airtel. mbio inaisha leo kesho unafanya tena unapata so ingine pata so ingine But literally, you know, nimerealize saa hizi ama youthman wako very hardworking. Very. Ndio maana unapata mayouthman wengi afa wenye hawezi manage hizi game zetu za tao they're going abroad kufanya kazi. yeah Unaona? Ukishaona watu awezane na yetu ya mjini. Wewe chukua hiyo passport agency, yako enda nje upige shughuli yako. Wewe tunaweza kupambana na hii mtaa, acha tupambane. At the end of the day you know what you want. yeah lakini sasa unasahau huko nje si kijijini huko nje pia ni mjini Ndio maana nimesema they are very hardworking. yes Umsashaona huko mbele ni noma vile zetu tunaoperate mtaa yaezani nayo. Unacheki? Me I know of people umse usiku atakuwa mboka atakuja asubuhi afungue bizi yake 1 2 3 hapo nje aache mse dakika 2 aenda apige shughuli nyingine. Unacheki? Anajua anadai nini. Unacheki? So you have to adapt. Yes, tunaweza piga nduru yes tutasema 1 2 3 lakini we'll have to adapt at the end of the day.
unacheki And is quickly. either you have a real job or those who want to have real jobs Yeah. or you do the tomato okay nyi wase wawili the points that you're giving us they are very But valid. kumbuka we ni mgonjwa so akili yako kuna wenye akili yako inakuja polepole. Okay, Yeah. I understand. But okay, me, I want to give you a challenge. Give us Not all of us tunaishi tao. Okay? Competition ni the same. Mnapata? Like tuende wapi, competition itaishi kukua the same. Huwa ibagui we ni dem, ama we ni boy, ama we ni waocha, we si wapi. Yeah, You get? important to say that. Hiyo ndo ukweli. So like, sisi wenye tuko huku, tumepata chance ya kukua exposed. I think mi ungenirudisha Homsalaba manze for all the while yenye nimekuwa nikika Mombasa after campus. Homsalaba. Trust you me, ile knowledge yenye nimeacquire sahi ni more na ndo imenisaidia at least wewe anajua mi upiga ile you know. So like you're not going in details. Niambie tu sasa you know. Sasa mimi pia naanza za you know. tutafunga na hiyo So like assume ujamaa ndio amefika campus and all that na sasa environment yake tuseme ni ya ocha umse ataperuza aje like atagrasp aje. let me tell you mimi I'm a strong believer in if you switch the environment you can do more. Example mi nimegrow Kibera nimegrow namba 8 I think primary nimesoma namba 8 then high school ndo nikaenda ocha nikarudia namba 8 after high school. Ningesema nikae Kibira sasa singekuwa hapa singekuwa mali niko. Thank you. Kuna moves hata singe make. Check it. You see ukiwanga place sema ukiwa mtaa the much you can pay for a house maybe if you can understand maybe ni 3k. Hiyo ni mama kulipa nyumba. Otherwise pia unzama pia uishi bure upige landlord. Hiyo pia ni option. Na check. Nazalipa hao hiyo 3k ama hata 25. Stima nalipa stima ni 3 so mwezi mzima. Pati ya rent. Amuvute jirani. Ama nipute jirani pia ama hata stima pia si lazima. Si bora anza kama mtu nipike alafu Make sure ikiwa ni unafanya simu under the sun. ikiwa ni simu za charge hivyo hapo kwa kinyozi hapo nje, si ndio? Then ukirealize mtaani hizo manyanya vitungizo huwa ni cheap. Kobole 10 meaning if ukiwa na 60 bob unaweza kula sapa hata ukienda kwa kibanda. So unapata maybe your expenditure in a month hata iwezi pita hata 7,000. So meaning if you can earn hata ka 10k wewe uko sawa. You get me? So you get into that you're comfortable. Si bora uko na place ya kudoze ni nini. Hiyo sasa uko ndani. Ama hata nikipata msewa senke nipe hiyo bike niendesha everyday nipe 3 so naona mimi niko fiti. Najua niko na senke yangu. Kifika weekend za shika kijaba na ma tools ama nifanye 1 2 3 nipige luku niko fine. Kweli. Kuna hiyo comfort zone hiyo uko sawa. But now the moment you go outside there una realize kumbe kuna hii good life fulani unafaa kuishi pia. 10k inaisha na dakika moja. 10k hata ukiwa nayo in a day siku hata 10,000 kana siku mbili hata imalize siku mbili. Cheki. So una realize kuna hiyo life ingine but it comes with a cost of which is kujisukuma. So I believe ukichange the environment no maana wanasemanga hawa wengi wenye wana wascam wakale ni wametoka ocha adai kurudi ocha ndaka mtaani andaka endeshe kijama atafanya nini? Apige shughuli safi Kweli. So kuchange environment iko na lot of impact. Huyu angekaa kumsala but angejua kuimba. That is a fact though. Kuimba see he's a rapper. Tuambia hiyo sijui kwa national anthem kuna anything music Kazi plenty. si hivyo mi sijuangi kujiexpress like Ni sasa so kuchange your environment. so unasema Trust you me. in short exposure ndio. We toka tu utafigure something out hapo mbele. Usikae tu atunda kwa home. Home kuna hiyo uko comfortable too much unless mko na old money.
Ama if you have the old money ni sawa. But usikini aje. Unaweza kosa kuwa comfortable kama kuna ango yako anataka kuchukua shamba. Huwezi lala. Na kwa mlevi anabebanga panga. Huwezi lala. Inabidi utoke. Yeah, so I believe if you change environment, if you have a motive, trust with me. But Hii it's town- something- hii town hakuna rahisi, although unaweza manuva tu hapa na pale. So unataka kusema msee akizaliwa tuseme kama mtu yeye amezaliwa Chao. Yeye tayari anaanza life na 1-0, si ndio? Kwa wewe ambaye amezaliwa bara yeye anaanza life 0. Huyu mtu amezaliwa hata kwa mjanja. Mi siwezi sema wanaza. Mi nasema hivi, mtoto hukuja na bakuli yake, but bakuli iko kando, iko na mto. Sasa kama uko Tao, sasa umekuja 1-0 mbele. Tao kuna vitu mob, kuna expenses mob. Unaona? Ukizaliwa Ocha, wewe ulianza kufikiria mambo ya bills kama uko Ocha lini? Wewe niambie tu ungekuwa kwa setup ya ushago hiyo Ocha. Hata singefikiria. Vitu kama rent unaanza kufikiria lini? Hakuna. Hawezi. But the thing is Max, mi yangu Soko msiko mza. uko Tao ama uko Ocha. Like it's just essential for you to change environment. Yes, environment lazima Ndio uchange. kitu yenye hadi Calligraph was talking about it akisema mimi ndo nitoke Kayole, si kutoka Kayole kama niko nayo. Nilitoka because nilikuwa najua nikika kwa hii environment. Tukue tu ukweli. Kama bado ningekuwa nimebase marketing my music in TUM, ningechochwa venye I was one of the best. Until ile time yenye nilitoka nikatravel nikaenda nje nikakutana na watu wanoma, ndo nilikuja kurealize kila mtu ako na talent. You get? Kila mtu ni mnoma hapa Na nje. if you think I'm lying, You are telling the truth. You're not Sawa. You're not lying. Ni mgonjwa. Unampeleka pole pole. You're not lying. You're not na mimi lying. ni last born. You're not lying. You're not lying. Usilietulia. Ukitaka fiti, there is a time I was talking to my dad nikamuza mzae mbona utakangi nirudi hivi au mata nikae nawe kitu kama 1 month hivi, cause hiyo time nilikuwa napiga mashughuli fulani online. Cheda ilikuwa tu inahesabu. Akaniambia Ring light nini. ya ring light tulia tu nisipeleke huko kwanza. Tulia. Unaweza unapiga chudai. Watu wa online. Akaniambia hebu angalia wale wase wote wenye ulikuwa nao tuseme kwa the same environment, mkikuwa tuseme chuo, wenye wamebaki the same place yenye walikuwa. So I had to go and look at my friends wenye niliwacha Kakamega, wenye walisoma hiyo chuo wenye nilikuwa high school, wenye walikuwa tu wanaishi hapo around. Enyewe nikaenda kuangalia nikakompea na wale wenye walikuwa huko wakatoka. There is a very big difference. Like ukiangalia tu hivi unajua tu yani hadi wakai ni kama wasenye walikuwa the same place. Ndio si ati nikisema ati sisi tulikuja Tao tulipata rahisi. Huku ni ngumu mse. Huko ni kutaa. Unaweza amka uko na depression unasikia kulia, but kitu moja ni ati unajua at the end of the day kupata ile unga ya sembe man. Ndio upate Ndio upate lazima utoke. Lazima- Unajua ule ni mtu mwenye ataamka si critique. Ule ni mse mwenye ataamka shamba sini yao. In our culture unajengewanga simba yako hapo nje. Ujijengei. Sisi sasa Tunajijengea definitely unajijengea, but si watu watajenga. So you get uko na simba yako hapo nje, mkoro ndio huyo ako hapa. Kuna chakula iko kwa shamba, unaweza enda ukatoa mboga. Kusiaga ni how much? Inagonga sijui ni 15 bob. Unaweza tatengeneza moto ndani ya shamba uchome mahindi huko. Unaweza hata fanya hivyo. You get? Akikuwa hapo the whole day, Unafanya let's say tumane mahindi, ako umenikumbusha. idle, ataitwa bullfighting. Uende bullfighting, Hiyo ni ukae form. bullfighting. Ni sawa ni form. But sasa angalia venye akili yao jamaa imepiga. Sina bullfight. Wewe asubuhi ukiamka kitu ya kwanza inakuanga nini? Most of the time sisi tukiamka asubuhi kitu ya kwanza, watu wengi wanaangalianga email. Ama wanaingia WhatsApp unasikia ile busy imeingiana. Ama ni phone calls. Cause unajua the end of the day lazima nipate. But sasa wale ukiangalia ile setup yenye wako. So mimi naweza tu sema, na pia watu wenye wako Nairobi wenye walizaliwa tu huko hivyo. Kuna boys fulani amepigia best yangu anaitwa Kama. Amempigia simu anamwambia ati kama manzi unirushie za lunches. Atakuruchia. Kama sasa? anamwambia kama manzi unirushie za lunches. Tofauti ni nini? Kama alitoka tu kwa hiyo ni environment, amekuja Mombasa, amekuwa exposed to a different culture na different people. So like as much as tunataka kutoka place fulani yenye tunaenda, usikue Tao ukajiambia like mimi basi nilizaliwa Mombasa, niko toka tu kidogo. Enda ulearn culture watu wengine kuja combine, songa nayo.
Ndio maana wao unasikianga mtu anauliza ati kale kadem kalikuwa kameparara kalikuanga tu sijui wapi kakatoka huko hivyo kwa sijui Kamboch Nairobi kidogo unasikia sijui ati yako na boutique big nini ana employ wase. Najua kitu alifanya. So siri ni Mboch. Najua kitu alifanya. But sasa mimi ni msewa hii mind ya unaona as much as your environment matters na your exposure pia ni ujanja yako. Unaweza pata mazee mchizi amezaliwa Nairobi mpaka sasa yuko Nairobi. Wao umetoka huko hivyo yani huko wacha umekaa lakini umezidi. Usemaje kuyani? Kwa shima koko. Sasa umekuja umemake 1 ushamvuka unaona. Na yeye amekuwa hapo Nairobi mpata hapo. So as much as environment ina kushape how you become but sasa pia ujanja tu yako mwenyewe unaona. Kweli. Hiyo ndio itakusaidia kumanuva vizuri. But me tuseme tu kweli si ujanja wangu. Me campus kweli mingi. Yeah, me campus the people that I met ndo walikuja wakani change mindset yangu na kila kitu. Kweli. Mimi nilikuja campus nikiamini like nimekuja kitabu inaenda kunipatia job. Lazima watu waogope nimepata sijui nini. Nikakuja hivi nikapatana na wakina Max, wakina Mastercraft. Wasa wanapiga shughuli yao. Juu kila saa nilikuwa na complain manze leo usikia hata sijachiwa kaso. Ukasikia Mato akaniuliza sasa unapatiwa nani? Usaiwe ni mtu mkubwa. Si uko 18 kuja. So me I was pulled. You get? Mimi sikukuja na hizo brains. Ni wasawa ni pull wakaniambia bro, hivi ndio watu nacheza hii kitu. So pia wewe ukikuja uamue unataka kukua duanzi utakuwa duanzi. Uko lucky. Mimi nilikuja campus. Wale watu nilikutana nao. Hey! Kwa unasema ulikuja ukijua kitabu itakupea nini? Mimi nilikuja nikijua sherehe ndio iko campus. Sherehe. Wale nikakutana nao wakaniambia Helbi nakuja. Ikishaisha ngoja next sem. Alafu yosi ya kuinvest. Yosi ya kuinvest. Helbi kikuja now you are the rich guy in the mtaa. Sasa mambo iko sawa. Uliza Max atakwambia pale. Silikuwa shikiki. Wewe jeza. Time za kupiga picha tatu so. But see all in all hizo vitu ni more of a learning stage. Stepping stones. The stepping stones tu hapa na pale yenye lazima tu upitie tu ukiwa hii mtaa. Hakunanga otherwise. Huyu ama sasa zaamua tu auze mwili na bado. Nani? Si wewe. Nilisikia ati sahi the most expensive human part ni mishipa za kuhold denki. Kokix. Hizo muscles za hapo. Nimeona hiyo busy inaendelea US. Wanaume wamechokoa like if you're willing you can go and sell mishipa watakutoa tu hizo muscles they sell wanakuacheza mtu mwenye ilichoka wewe unaomoka. Sasa naomoka lakini kitu hashikiki. Hii pampa si expensive hivyo. Alafu wewe uko na jeti. Kusi anaweza. Hakuna bro. Orlando ukipata market wewe kama ni wamekutuma ukuje market wamefail. Hata mimi niko na swali. Wewe msiambe mishipa yake imefail akifanya nini? So hizo vitu zenye kinatijwa anajua. Sinaenda amekuja kwa market. Unapata zake zimefail. Wewe unataka kujua. Maybe kama ni hiyo ugonjwa uko nayo. Umesema maybe uko na cancer. Sikia, wewe umesema ukienda kule unakuwa zile zake. Wewe unataka kujua unapewa mishipa ya msee kwa afanya nini? Unaanza kudevelop appetite zingine za huko nyuma shangara. Mishipa si ribs. Utaanzaje kudevelop? Unless it's in you. Mishipa. Fancy ni swali. Kwani mimi nimezaliwa kuswahilini. Sijazaliwa Swahilini. Mishipa si ribs. Si ribs. Mishipa ni veins. Mishipa ni veins. Mishipa si bones. Okay, naelewa jusi wawili ni Waluya. Anyway. Ngoja, mishipa si bones. Mishipa ni veins. Alafu mfupa ni? Mshipa si mfupa. Mshipa ya mguu. Ngoja, kuna mshipa. Ngoja, mshipa mfupa. Sawa. Ngozi. Achana. So mshipa ni nini? Na mfupa ni nini? Mfupa ni bones. Mishipa ni veins. So mshipa haiwezi kuwa mfupa. By the way, unajua unakuwa rapa nini? Unajaribu. Anafanya wordplay hapa. Hakufanya bayo. So physics. hizo ni vitu optional mark siambiwe. Ni vitu optional. In our school it was compulsory. Nikiwa high school. Kama ulisoma tu Nyanza na Western, huwezi tudanganya vitu zingine. Wallahi shule ilikuwa compulsory hiyo bio. Si ndo nasema. But I was seeing dust. Kwa nani aliona kitu? So you wanted to do one Lakini kama uko na kitu bro, maanishi ukosa kujua tofauti ya veins na bones.
Hizo unaongea mbaya. Lakini ukweli. Kwa yangu ilikuwa ni excess bro. Anyway, Heshimu wasanii. mnajua hii month ni nini ya mental health awareness ya men's. Wanaume. By the way. Ushaikuwa depressed? Well, anyway. Unakuwaje depressed kwa hii era ya ngwai mse? Ya boza. So umesema ukivuta ngwai unachakuwa depressed. Vizuri sana. That is a lie. So ngwai ni antidepressant. Unaweza sema kitu kama hiyo. Something of the sort. Nikuchekeshe. Kitu yenye najua Max anajua lakini sitaki kumention jina. We had an artist mwenye tulikuwa naye tu. Akawahi peleka depression yake kwa ngwai. The next time tulikuwa naenda kumuona Portrees. Huyo alivuta vitu zingine. Kuna cocktail. Unamjua? I know. It's a serious thing by the way. Unajua unaweza kuwa unadhania ni joke but uja mpaka alipotea. Kuna time alipotea bali alipatwa Portrees. Alikuwa tu za hapa. Mimi what I think huyo already alikuwa depressed asekele ngwai. Asekele ngwai kabisa. Sasa depression ndio ilifanya kachizi. Ndio. Kuna grading. Unajua kitu yenye ilikuja ika conclude it was a lot of hiyo nini. Walienda keja yake walipata Ni mnaribia bangi jina. Mbona mimi sijachizi Sasa kama alipata bangi hivi si yako ivuta. like zenye zimeshatumika those Mabesha zake ndio walivuta. ati nyongi sasa walivuta kama sasa watu waende kuvuta kwangu na mimi niko na ki Mtu bwana acha nyongi ni baada kuvuta bangi. Unaweza ziunganisha uunde bangi. You guys, let me tell you something. Mimi am an advocate of good health and good mental. Bado wewe ni mgonjwa. Why do you think I have the energy to talk? Wewe ni mgonjwa. Which means I'm a strong soul. But then niulize a strong sick soul. on nini? Wewe ni kagonjwa. on matters mental health. Do you ever check on your exes? Mine is bitter. Mine is ile tu kujua like mtu mwenye ulisumbua akili yake hivyo. Can I show you something? This is what kuonyesha kitu hapa. This is what you do. Always activate a buyback clause, Gani? Activate a buyback clause. Ikiwa active, you can always pop in hello my love. Alafu you pick it from there. Unasoma nini? Tulete tu nisomee watu. Like me, I have a bitter ex. Like anaweza tu kaa after a while and then she will call you mara kama 3. I'll not pick me. Mimi ni ngumu ni pick call. So ulifanya nini? Mimi? No, me I cheated. You can't punish me like unanipunish ati Wani malaya. ati we are not in good terms. I'm not going to give you sijui right. Yo, hizi vitu hazijakosana, ni sisi tumekosana. Give me my rights man and let us settle our nini later. So mimi nikapata mtu mwenye anaweza nipea, mimi nikapea, nikakubali. Nini hazijakosana? You is a malaya. Hii generation ya siku hizi by the way inashtua but sawa. Okay. So So Max, do you ever check on your ex? Ama does your ex check on you? Just to see if you're okay? I think kuna tu ex moja tu mwenye tuongei. Mmoja ama wawili. So unaongea na wote? Si kuongea like sema tu on live camera kama unaongea na wote. Amani status. Kenza sema ni I don't burn bridges. Yeah, like you're in good terms. See at a good terms I don't burn bridges. I don't burn bridges. I always ensure niko na buyback clause mahali tu. But ukikuwa tu honest, sisemi ati ile ya kurudi kudinyana na like ile tu. Nasema tu ile kujulia tu mtu. Mbona nimjulie hali? Mental to health wise. Kwa unajua unatesa watu sana. Kijana I don't know about you. Unatesa wasichana uko nje mutesi. Me I also have like watu lazima wateseke. Hiyo phase mtu eziruka unaona kitambo mosi ya kuja lazima upite kwa vijana. But are you considered enough just to check on someone? Hiyo ni kukosa kazi. But me I feel me I check up on my bros more than I check up on my female friends. Is your bro your ex? Gasia? No, ni kitu yenye nasema. Amesema his bros. My friend, bros. can't you catch up quick? Catch up quick. More than hata my female friends. You don't like females? No, not wow. Like it's hard for me to check on them. It's hard. Mimi niko na swali. Kuna tu ile design, kuna ile vibe yenye mimi wana feel. Why will you check up on your ex? Why? Kwani unakosa kazi? Once umechukua mtoto wa wenyewe. Very innocent, Max. Ukatesa roho yake, ukachanganya, ukafanya mambo yako.
ufilingi guilty tu ile tu Guilty kucheck ya on nini? Sasa someone. wewe uone kama hiyo kumcheck ni unaongezea depression sasa. By the way, Yaani unapo- unakanyaga shingo ndio asipumue kabisa sasa. mi hiyo kitu by the way inaniudhi. Umesahau tu mtu alafu anakuja na kuambia I miss you. That is now where mental health I miss inakujia you si sasa. kucheck on someone. Okay, what do you mean? Kumpigia tu simu nimwambie mambo, uko Na poa? umuulize kama akona squeeze, akona kazi, akona mbuzi. Venye ulimwacha kama atembei, anatembea. Do you know the reason as to why we men don't do that and women do that? Why? It's because I'll do that right now, the next thing kuna screenshot inatembea mahali. mi can I believe as So long the as, ladies as, are long, as long as mnazana na mtu na amjarushiana mdomo nini, you just go silent. I go my way, you go your way. If one day utakufa ndakuja matanga basi, Ami yangu kuna tunyo ama if matanga. dadedi ukuje matanga, kuna Chakula za inawanyonga. keep tabs. Alafu sasa excess aside, why is it hard kwa wanaume ku open up? Unaona? Like utapata mwanaume mazee ako depressed, stressed, lakini yeye msendi afunguke, yani aseme tu mazee mimi na But squeeze ABC. pia tuna Is it reason? misunderstand. Mi niko na reason. Ah. Currently 80% of our depressions is caused by the lack of money. Nacheki. Alafu pia watu wana confuse stress na Hiyo ni depression. 8 Unaona 80% na stress na Depression. of Si ni sisters hizo? hizo Na vitu kuna- zote. Kuna moja ni ya ujinga. Sasa anasema ni 80% of hizo vitu zote whatever ina cause ni issue za ganji. Now if I come to you As a man. niko na issue ya 100k na wewe pia kumbe wewe sasa uko na issue ya 10k huwezi nisaidia. It may sound personal, but I'll let it slide. ya napili kwa attack. Si ndio? Kuna venye. Kuna cocktail una brew na ni sawa. Sasa ametuambia yeye ako na mashimo. Hakuna venye inaweza kuwa yeye. At times I may want to open up but sasa nikisha open up hakuna any solution to what nimesema, unacheki, so ni suppress until I figure out if something. But kama nimekujia issue ya maybe issue ya 5k na you're in a position maybe kunipatia 5k ukinipatia, unajua depression imeisha, nitaenda kama ni issue ya Kenya nilipe rent yangu ya 2k, Nianze kufikiria vitu nianza kufikiria vitu zingine, nibaki na 3k ni buy unga nipike ugali nifikirie vitu zingine Subscribe depression nyingine. ya kushiba, unacheki. So at times unataka ku open up, but sasa ukisha open up hakuna anything impactful that will arise from you opening up. So what do? You suppress your depression, your stress or anything. And also pia we all go through a lot, and I think siku hizi kitambo ndo watu wangekanga mahali watu wabonge sijui nini. Siku hizi people are very busy. Unakaa wapi saa ngapi? Exactly. Yeah. People are very You're busy. right. People are very busy. Utanipigia Team Max nataka tuonge, nitakwambia acha niko ma 1 2 3 kirudi na kushtua. Nikirudi nimerudi saa 7 usiku. Mr. Kusakati yo ingefaa tuonge. Si nitadoze. Hautakumbuka hata nilikwambia hivyo. Exactly, unaona? Nikikumbuka kesho nikikupigia hata pia uko 1 2 3. Unapata hakuna hiyo time ya kukaa chini kubonga as people who are depressed. People are depressed. Sasa unajua ile mimi depression ambayo nilikuwa naelewa ni ile tam very ambiguous. Napata sema kama uko na mkoro ni msiki osi. Yaani hiyo ndio kitu na fall inafaa hivi kama depression. Hiyo namba 5k ni stress tu. Hiyo ni stress Hiyo actually. ni stress. Hiyo ni stress. Of which akipata madawa apone uko sawa. So ni stress. No ni stress tu. Watu sema kama ako bedridden, bill ndio ina pile. Tuseme kama kansa aina matibabu, mnasema madawa apone, unaona? Unasema cancer. Kansa. Unasema cancer. Umesikia Kansas jamani? Kansas nini? Kansas Jamaa City. ana round up my words to the next year. Cancer. Kansa. Endelea. Ngoja kwanza kayasema. Endelea. Sasa una kitu kama hiyo ndio mimi naona kama ina fall under hiyo terminology ya depression. Hizi vitu ndogo ndogo hizi ni stress tu, ambao useme kama uko na shida ya 5Gs. Ukuje mimi nimekwambia nina tao, mwingine ana tao kusave. Hiyo stress yako inaisha. Sasa akisha kupatia sasa tena umeongeza madeni, but ni sawa. Tuendelee. But sasa at least Hiyo utafikiria baadaye. Nafikiria baadaye. So umeikari forward. carry forward. But sasa ile depression mimi najua ni kitu kama ni ile kitu big, yani msee anaweza kufanya ni ukosa hata peace kabisa uko tu kwa dunia yako, unaona. Wewe niambia 5k itafanya lose your mind.
you see the funniest It thing depends with your situation. you see the funniest thing I was talking to this mental health kadem fulani kanakuanga na mental health sessions anaiekanga TikTok especially kwa maboy child Nipe page 'cause yake. alirealize maboy waonge Ay, si ndio akasema hiyo time yote yenye Utanipea hiyo page. mtu anakuja sawa hiyo time yote yenye mtu anakuja for a therapy session mtu mwenye ako depressed hata arealizingi ako depressed okay uni mse mwenye anajikuta tu like doing almost everything inakujanga tu inakuwa suddenly hard Lakini mtu mwenye anaweza afford kwenda a therapy huyo yuko depressed. si mtu mwenye si must upelekwe your friends can literally take you waone tu uko sawa cause how will Orlando, you, are you my friend? Orlando, assume hasa mi nichike max mkono see, nampeleka no just assume this Niingiza chuo. just assume nimekuwa na wewe morning sindio let's say wacha tu assume basi maybe you are roommates wewe umetoka asubuhi umejitoa mamaje sindio amejitoa ameenda job anarudi ile position yenye nilikuwa nimekaa let's say kama aliniacha kama nimekaa hivi kwa bed niko tu hivyo kenja hakuna kitu yoyote inakani kama imechange ye venye ako hapo pia kwa nyumba ana realize tu umse hayuko fiti unajua kuna vitu zingine si lazima mtu aongee you will notice as a human being like sisi ni watu wenye tuna notice environment ikichange unapata so watu wengi wenye wamepelekwa cases za wao huko hata wajuangi reason as to why they're the way they are mtu ni kitu tu yenye inaweza ni ukiwa depressed wewe mwenyewe sijua kama uko depressed. it's hard for you to utajua aje ni kama body yako ina shat unaanza kushat you are not okay so most of the time tuna experience stress but kuna tamali tumenye sitaitumia hapa alisema we are a weak generation so like mtu atakuwa na stress aseme I'm depressed cause asha realize ziko sawa Lakini nikuulize sasa usipoongea unafaa kusaidika aje? Yeye amesema mwenyewe hata kwanza huwezi jua kama uko depressed. Sasa shangai mdemo wako anakupigia simu anambia baby I'm depressed. Sijalipa sijaunda nails. sina lipstick ako depressed juu ya nails Wigi yangu imechapa. mpige ngoto acha ujinga so mi reason yangu ya mbona wasi open up ni cause naangalianga hivi just open up kila time zi Na unaangalianga hivi? Angalia. unaangalianga hivi mabeste zako wote unasema huyu ako na shida zake huyu ako na shida zake and then there is a time nikikuwa mdogo niliwahi jaribu kushare kitu na mtu akakuja akaitumia mbeleni so mi ni ule mzee mwenye najiambianga tu learn from your mistakes. nitafunguka tu hapa hivi alafu niende nijisikie niko mahali so I choose what I say kweli But sasa kuna hii ambayo tuseme kama depression ina lead tuseme kama mtu anaanza kuwa suicidal unaona. Suicidal. inadepend na mwalimu inadepend na mwalimu Mimi ni Mluya bana. Hapana, hiyo yako si agent hiyo yake ni agent Anything ambayo hiyo ni yenye kamba iko una round ready. off the nearest Mluya. Unaona. A suicidal. Yeah, unapata sasa msee anaanza kuwa hiyo natumia hiyo yako. Msee anaanza kuwa suicidal, unaona. Hata unapata kitu kama hiyo. Msee angeza kuongea na mtu ni kitu tuseme kama angeza ku avoid, unaona. But sasa inakuja hiyo labda ukisema ukifunguka msee atakuja aanze kutumia kama point of reference baadaye ama kukejeli, unaona. Hata inabaa watu from opening up. But sasa unapata kitu kama hiyo ingekuwa avoided only if msee angeza ku open up. Unasikia mara msee angenipigia simu ama ningemwambia A B and C. Kweli. But sasa unapata hiyo time maybe it's too late. wewe Orlando unatuambia what might be the reason as to why you feel like men were open up kiwewe nature tu Nature ya mwanaume ile Tuna nature tu kufanya vitu zako kukua tukindani. protective of other things ni hivyo tu ni nature but si kitu yenye mtu anaweza advocate for anyway Okay, men, if you want to open up to a fellow man, not open up to women. Ai, mimi nasema to God. Open up to fellow men. utakufa bro Don't open up to women. know the That's funny- the only thing nazawaambia as we wrap up. Tupatie a parting shot. Parting Kwanza kwa shot. Bawabu. parting shot you do not need things to enjoy life you need life to enjoy things Sema utajisibu kuenjoy maisha. okay since ni mental health ya men week ni week si ndio month Man, hii ni imeisha. month
but when ni mgonjwa so. Wewe ni mgonjwa wetu So, mi naweza kuruka. sema- Naelewa. ni sawa mi naweza ambia hata vitu zikuwe aje hard usi take life yako like there is no need ya kuileta haraka na ni must tukufe at the end of the day so vumilia sema ngoja saa yako ifike yeah, tulia tu like there is no point yawe kuharakisha usikue na haraka unaweza usikue na harakisha pupa. leo kesho tuwapike chapo and then things get better so relax ama pork chop. Mluya badala usitupike ugali pork nifuate bamburi leo ni idi bana ukipika pork kuna haribu okay so mimi si Muislamu. mimi ni mzuia bana okay saa tuseme kama vile ni mental health week kitu mimi nasema tu ni unapatanga watu wengi wako hurt maybe because umeallow tuseme labda somebody else to be your happiness instead of being part of your happiness. You are weak. Not weak. You are weak, brother. Not necessarily weak. Unajua sa the weakest thing inaweza kufanya uwe the most strongest in the room. Endelea na English. Endelea na English. English au Kiswahili? English. So what I'm trying to say ni usialau mtu akwe happiness yako. Unaona? Ndio ile tuseme akikuhata unaweza umia sana. Bro, unaongea from the heart. Mwalao, Malizia. sema make them part of your happiness, not the source of your happiness. Chakunishika. Guys, I agree with all of you. It's been a pleasure to have Mluya on the show. We have this space. If you're a content creator, you can reach out to us. You can text, email us if you want to use this space. I've been your host, Odhiambo Maxwell. On the gate. I've been yours truly, Orlando _ just Orlando on every platform. Odhiambo David, Darkman FTG. Ipanalist ni wajaka. Ongea mbwa. Official Mluya. Kila mahali official Mluya. Talahutu mula. Umeraualo bwana. Abiro chwad. Hebu paka miguu mafuta jamani. Na ukule bana. Mguu wake inakaa mkuki. We are out. Wewe naona tutakuchinja Christmas. What's up, Wave Riders? Welcome to the Third Kick How Podcast. you guys doing? Let me tell you one thing. Kwani husband anakuwa parent? Men mna cheat kutushinda. Why do you fear men? We are the KK Gang. Ashaanza kusmile. Oh, bring it on, darling.